ina maana mimi nakwenda kufa kwa ajili ya watu wengine. Huu mbona umekuwa mtihani mkubwa kwangu. Nitaweza kweli? Hakika hili ni zaidi ya jaribu kwangu. Najiona kushindwa. Mimi nimefikaje hapa jamani? Mariam, mbona sielewi? Naona mambo yamejirudia tena. Dada Zinduna, kwani ulikuwa wapi? Mwenzangu, yani unadhani hata naelewa basi? Ukweli imani imenishinda mdogo wangu. Jiandae unisindikize kwa mganga. Haiwezekani mambo kama haya yawe yananitokea mimi tu. Mtu nilikuwa nimelala zangu vizuri tu, lakini eti nimeamka nimejikuta niko baharini na yale majitu ya kutisha. Eti jitu linaniambia linaitwa Adumba. Nahisi huu mzimu kuna kitu nataka kwangu. Sasa bora nikautulize kwa mganga. Dada Zinduna, ungekaa kwanza, usije ukaanguka. Mwenzako hata muda wa kukaa ninao. Wewe twende kwa mganga, mambo yashaanza kunivavanga tena. Dada, haya sio mambo ya kwa mganga. Hakuna mganga anaweza kuzuia hili isipokuwa malaika. Na wewe huyo malaika wako unavyompaisha hapa mwendo wa kwa mganga tu, akanikinge, akanipige kitu kinaitwa litimoko, yani nazikwa siku 3 halafu ndio natolewa kaburini. Mtu akijichanganya kuntupia mizimwizimwi atakoma. Pumbavu. Zinduna, wale viumbe wa ajabu wamevamia ulimwenguni na wamefikia eneo letu. Ulichokiona ni kitu sahihi kabisa. Mtoto aliye tumboni mwako atakuwa mkombozi, kwa maana yeye atakuja kuwafanya viumbe wa kutisha na binadamu kuwa jamii moja. Na hili linafanyika kwa sababu ya agano la damu. Mtoto wako ana asili 2, maana baba yake ni mzimu na mama yake ni binadamu. Yani wewe Zinduna umeshaanza mambo ya kiganga na kichawi. Umejuaje kama mimi nina mimba? Afande, mimi nilikuwa hapa na rafiki yangu Sandra muda wa jioni. Tulikuwa tunazungumza, lakini ghafla walitokea watu 2 wanaume. Watu hao wanaonekana sio binadamu wa kawaida. Wakati bado tunajiuliza, walikuja tulipo, wakamchukua Sandra kwa nguvu na kuondoka. Binti, unaposema viumbe wa ajabu unaelewa unachomaanisha. Maana usije kuisumbua serikali kwa vitu vya kubuni. Hawa viumbe wa ajabu wametokea wapi kwenye dunia ya sasa hivi? Wewe nenda nyumbani, na sisi kama jeshi la polisi tutalishughulikia hilo. Lakini usije kueneza hizi habari kwa jamii, maana utazua taharuki. Subiri uchunguzi ukamilike kwanza. Afande, kitu ninachokisema nina uhakika nacho. Naomba mfuatilie hili. Kuna kitu hakiko sawa. Hata mimi sikuamini kwa haraka.